William Samoei Ruto aliniteua kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya kudhibiti sheria za utalii. Kwa kizungu inaitwa Tourism Regulatory Authority. Na hii ni kitengo ambapo kinaangalia hoteli zinakaa namna gani, tour operators wamekuwa trained namna gani, na wanazungumza na wale wageni wetu kutoka nje ama hata wa ndani namna gani, kama hoteli iko na swimming pool iko clean ama ni chafu. Kwa ujumla kuangalia tourists wanakaa namna gani, tourists wa nje na tourists wa ndani ya nchi ya. Wengi wa watu wa Western na watu wa Mumias East, especially Western, walikuwa wanaangalia mchango ambao ulitoa katika Mheshimiwa Rais kuchaguliwa 2022. Na wengi wakachukulia kwamba hii kazi ambayo ulipewa, hii nafasi ambayo ulipewa, ilikuwa ni kama slap ya Mheshimiwa Rais kwa uso wako, because you deserve more bigger thing kushinda hiyo, like waziri. Ratili ilikuwa wapi ya kupima wale walifanya. Unajua again, let me tell you, mimi kuwa mjumbe nimesaidiwa na watu wengi. Kuna watu wamejitoa kufanya kazi mingi, na mimi hata kwa hiyo nafasi tu ya CDF kuwaweka ilikuwa ni shida, kwa sababu nafasi za uongozi ni chache na wale wanasaidia ni wengi. So not unless wewe ulikuwa unasaidia kwa lengo fulani, utaridhika na ile Mungu amekupatia. Na tena unajua kama you are a genuine supporter, you don't support for yourself, you support for the larger interests. And the larger interest in this case ilikuwa wananchi wa Kenya. Wanaweza kupata uongozi ulioko tofauti, ule huko focus kwa shida zao, ama inaweza kuwa aje. So mimi nilikuwa na support Mheshimiwa William Ruto, ama na support Mheshimiwa William Ruto kwa sababu ya yale malengo yenye tulikuwa nayo na anaendelea kuyatimiza. Haukuwahi kuwa disappointed kwamba nafasi ambayo umepewa kidogo inaonekana iko chini ya matarajio yako Mheshimiwa? Watu waliona waziri ndani yao. Disappointment ni kibinadamu. Lakini ukiwaza, ukireflect, baada ya muda unaangalia, okay, ndio mimi nilisaidia hapa, na huyu pia naye alisaidia hapa, na huyu pia alisaidia hapa. Tungetoshanaje kwa cabinet ama baraza ya mawaziri ya watu 20? So lazima tukubali. Na ikiwa nakumbuka vizuri, alikuwa ameniteua kuwa waziri mdogo wa upande wa barabara mpaka wa Kenya, nao akakuja na maneno ya sheria. Lakini pia hata hivyo ijatupika konde, bado tungali tuko focus, na tunaomba Mwenyezi Mungu kule mbele pengine tunaweza kuangaliwa, na hiyo tutashukuru Mwenyezi Mungu. Lakini siwezi kukataa kusupport, ama Ken wewe siwezi kusupport kwa sababu sijapata nafasi ya kuja kwa hii radio. Kiwa yale maneno natangaza na inasaidia wananchi, mimi nitaenda kusupport. Kama niwe nimekuja nafasi ya kuja kwa hii TV, ama sijakuja kwa hii radio, bado nitaenda kusupport. So the interest here, una support kulingana na vile watu watanufaika kutokana na uongozi ya ule mtu ulikuwa naunga mkono. Hii nafasi umeifeel aje? Imekusaidia kuserve Kenyans, hii nafasi ambayo rais amekupa? By the way, you need to know, Ken, mimi nikiingia kwa TRA, walikuwa wanaangalia, walikuwa wanachukua, wanapata pesa milioni 220. That was the average. It could come down to 215, 218 budget. Sio budget, ile mapato. Okay. Hoteli nyingi zenye zilikuwa zina operate bila license. Na unajua usipopata license, pia hotel hazijakuwa inspected. So tourists walikuwa wanakuja, wanapata hoteli zenye hazijaangaliwa vizuri, wanapata tourists zenye hawako na regulations za sawa, vitu zinakuwa free for all. Lakini tangu tukuje na wale watu wako na hoteli, kama watapata nafasi ya kupiga simu, watakwambia hapa sasa ni watu wanaangaliwa. Na wanaangaliwa kwa sababu tunataka tourists wakija kwa nchi yetu wapate hoteli zikiwa safi,
hoteli zikiwa na employees wale wako na elimu ya kutosha, ili waweze kuwashikilia vizuri, ndipo waende na warudi tena. Na unajua tourism ni kitega uchumi ya nchi hii kikubwa sana. So mimi sijidai, lakini nataka nikwambie kwamba mwaka ya kwanza nikiwa huko tulichukua 370 million kutoka kwa ile license fee ya kutoka kwa mahoteli na vitengo zingine. Mwaka huu, kwa sababu hii ni mwaka wangu ya pili, tunaenda kuchukua zaidi ya 700 million. Mwaka ujao mapato na mapato vile nimekuambia inatokana na inspection yenye tumefanya kwa mahoteli. Kwa sababu huwezi kuanza kuitisha license kwa hoteli yenye huja inspect. Mwaka ujao tutafikisha 1 billion. So hii ni tofauti kubwa, na mimi kwangu naona nimechangia Wakenya kukaa vizuri, na mimi nataka niendelee kuunga mkono hii kutokana na hii kazi. Wacha nikwambie, kuanzia Monday kesho na Tuesday nitakuwa Nairobi headquarters, nitakuwa Nyeri kuanzia 20th na 21st, 22nd narudi Nairobi, 23rd itakuwa Saturday, 24th Sunday nitatoka kwenda Malindi, nitakuwa Malindi na meeting 25th, 26th nitakuwa Mombasa, nitarudi Nairobi 27th, nitakaa Nairobi 28th, 29th nitakuwa Nakuru. Nikitoka Nakuru nitakuja hapa tarehe 3 nitakuwa Eldoret. Kutoka Eldoret nitaenda Kisumu. Ni nini tunafanya? Tunafanya hivi kwa sababu tunataka kuongeza maofisi, regional offices za tourism regulation, ndio tuwe karibu na wale zile facilities zile zina host wa tourists, ndio tuweze kupata inspection. Kwa mara ya kwanza TRA itakuwa na ofisi Kakamega, and I'm going to influence that. We are going to have another office in Naivasha. Tutakuwa na ofisi nyingine Voi. Tutakuwa na ofisi nyingine Isiolo. Bado tuko na debate kama itakuwa Isiolo ama itakuwa Garissa. Kwa sababu wale wako wale officers wetu wa Malindi ndio wanakuja all the way mpaka Garissa, na tunaona hiyo ni safari refu. Na tuna hoteli huko zina host tourists, na lazima tuweze kujua zinakaa namna gani, ili tourists wakija waweze kupata hoteli zenye ziko safi, zile ziko na huduma sawa sawa. Ndio hasa hoteli zikiwa stable ndio ziweze kuandika watoto wetu kazi. Kwa sababu kama hoteli asifanye biashara, ndio napata hawaandiki. Wacha nikuambie kitu moja ile inanisikitisha sana. Wale wanafunzi wenye wanafanya maneno ya tourism and hospitality wameathirika sana. Wanapata mtu amefanya tourism and hospitality na ameenda kuwa waiter. No, hao ni watu wenye wa hali ya juu. Wale wanatakana waangalie matours wanakuja namna gani, wa communicate na matours huko na kuwa advise mahali penye wanatakana waende. Sio watu kwenda kuwa waiters, kwenda kubeba sahani. Na mimi nikitoka hapa nataka nihakikishe kwamba hata ule mtu atashikilia, ataweka tourism kwa kipao mbele, ndio tuweze kuona Kenya yetu ikinufaika. Wale ambao yafaa bebe sana wanao wamesomea nini? Wanajua wamesomea maneno ya tourism and hospitality, lakini tourism and hospitality sio ya kwenda kubeba sahani ya waiters. Hapana, hao sio waiters, hao ni watu wa masomo ya juu, wanataka wawe managers kwa mahoteli na nini na nini. Hao ambao wanasema kubeba sahani na hao wanasomea kosi gani? Hao ni kosi gani? Hao ni waiters. Kuna waiters ile kozi ya waiters, na hiyo maneno ya food and beverage na nini, vitu za chini hizo certificates. Lakini mtu ameenda kwa university amesomea tourism and hospitality, wanampatia sahani, it's an abuse. Na hiyo mimi nitahakikisha kwamba utafanya nini? Ndio nakwambia, tukiimarisha tuwe na repeat tourism. Yaani tourism, wacha nikuulize Ken, ukienda kwa hoteli iku serve vibaya, utarudi huko kweli? Tunataka ukienda saa hizi, we have lost a lot of tourism kwa ingi zetu za Tanzania, ingi zetu za Rwanda na nini, mahali penye watu
wanapelekwa vizuri, wanaenda kwa hoteli zenye ziko safi na ziko na tour operators wale wako iko sawa sawa. So hapo Wakenya tulimelose kidogo, ndio wanapata wageni hawajakuwa wengi. Hata umeona kwa kila wakati rais wetu na pia waziri wetu wa tourism kila wakati Mheshimiwa Rebecca Miano kila wakati anazungumza tourism wameongeza, tourism wanaongezeka. Tourism wakiongezeka, nafasi ya kuemploy wanafunzi wetu wale wamehitimu inakuwa juu. Ndio kwa sababu tuko hapa na lazima tuhakikishe kwamba hiyo kitu inafanyika. Hii nafasi yako Mheshimiwa, najua kwamba ni nafasi ya nchi nzima, lakini kuna impact yote imesaidia Western, especially kaka hizi areas za Western? So far investors wa Western ni wachache kwa upande wa hotel industry. Yes. Na kija kwa tourism routes hizo zinakuwa developed na tourism board, sio sisi tuna regulate ile existing tourism board. Hao ndio wanakuja na routes mpya. Najua kuna hii Mount Elgon, kuna zile ya Kakamega, hiyo ya forest hapo imekuwa attraction kubwa sana. Kuna watu wanakuja kuangalia butterflies na nini. Kuna watu wanakuja kuangalia mawe, hiyo mawe wanaita Ngomre something ile crying stone. Alafu kuna watu wengine route nyingine ya kwenda kule Nyanza, pia kuna mawe wengine huko watu wa tours wanapenda. Lakini tours ya kwenda kuangalia, wanaenda kuangalia lakini wanatakana warudi kwa hoteli yenye iko pia na uandalizi mzuri. And that's now where I belong. So Western so far kuna Western iko hoteli zenye zimekuweko ndio hizo zenye ziko hapa. Kwanza hapa Bungoma tumekuwa na hoteli, in fact in terms of hotels Bungoma ndio town imeshaimarika sasa kwa maneno ya hotel. And I'm very happy because ile report ile tunapata huko Bungoma zimekuwa na hoteli mzuri sana, na tunataka waendelee namna hiyo. Na watu waendelee kufanya kazi pamoja, waangalie wasichenge hoteli alafu kesho wanatoweka swimming pool, alafu hiyo swimming pool inakuja kuwa sababu ya watoto kupata ugonjwa. Kwa sababu kuna watu wengine hawaweki chemicals zenye za kufaa, watoto wakienda kuoka hapo wanatoka hapo na magonjwa na nini. Hiyo ndio kazi yenye tutaangalia, na lazima tunaomba wa cooperate ili hoteli zetu ziwe kwa standard yenye inaweza kubalika both na local tourism na international tourism. Nimeona Rais William Ruto akikumbusha upinzani ya kwamba mtu hata barabara ya kutoka kwako kwenda ya kuingia kwako hujatengeneza. Mwanzo kama rais anasema kwamba mtu unaanza na kwako. Wewe unaweza jivunia nini kwa hii nafasi ya chairman wa TRA? Sitaki ni mpinge rais. Sitaki anasema katika hali yako hiyo. Katika mfano wa rais. Okay, like ile kitu naweza kusema kuna nafasi ya employment na kidogo ya sitaki unajua kutaja watu sijui nilipatia kazi fulani, lakini ikiwa kuna msikilizaji mwenye ataitisha kabisa kujua ni nani, then nitampatia what I call confidential information. Kwa sababu ukipatia mtu kazi alafu unamtaja kwa radio, kwangu inakaa vibaya sana. Of course vizuri kutaja mtu. Lakini tunayo na kazi kidogo tumepeana. Lakini hapo mbele hata nimechukua kuna unajua wale ndugu zetu na dada zetu wamefanya hii course ya tourism and hospitality, pia sio wengi sana, lakini wale wachache nimeshachukua wamefanya. Congratulations, ni kazi mzuri sana, anafanya hiyo. So nimechukua majina ya wale wamefanya na tayari wamehitimu. Na hapa mbele Mungu akitujalia, kwanza kutokana na hizi maofisi mpya tunafungua hizi, lazima tutacreate nafasi ya employment na ndugu zetu wale wamehitimu kwa hiyo sekta watapata nafasi ya kuajiriwa. Okay, asante. Na sitaki kusema nitaajiri watu hawa ama hawa, lakini vile umesema ni kweli, lazima uvute kamba ikirudi kwako, na hiyo ndio vile itakuwa. Kwa sababu rais mwenyewe anaongea hiyo. Yako hata barabara kuingia kwako hujaitengeneza.
Unajua anamaanisha kwamba hiyo nafasi ambayo ulikuwa nayo ulifanyia nini? Hivyo ndio Mheshimiwa Rais anamaanisha. Asante. Uhusiano wako na Mheshimiwa Rais mzuri. Hata wakati ule alikuja hapa juzi, the last trip ya alikuja hapa Western. Tulikuwa nakula dinner na yeye kila siku. Na pia tunashukuru kwamba hata wakati ule na hii ni kitu yenye hata wewe mlikava sana Nyota FM wakati ile alikuja Malaa. Alikuja akanipatia kama unakumbuka, alisema Nabulindo aongee, Mheshimiwa Nabulindo wa Matungu aongee, alafu Washaria aongee, alafu Mheshimiwa Ndindi Mwale afunge Wabutere. Yeah. So ni Mheshimiwa na bado na recognize na by the way tumetoka naye mbali. Mtu kijiona naye sasa mwaka huu ni mwaka wa ngapi? 26. 26 years. Tulijiona na yeye mwaka 2000. What? Yeah. Tukiwa kwa Kano. Tukiwa kwa Kano. So hiyo hata saa zingine nikimwona askari wamemzingira na shindwa hiyo askari wanafanya nini na huyo rafiki yangu. Kwa sababu ni mtu mwenye tulikuwa tumezoeana, tungekaa na yeye usiku mpaka saa 6 watu wawili tukiongea maneno. Lakini sasa lazima tukubali ile nafasi yenye amepewa na Wakenya. Na tushukuru Mungu kwa kumpatia hii nafasi. Yeah. Kama rais wa nchi. Tunamuombea. Mheshimiwa, penye umeketi kila unapolala ukiamka asubuhi, unajutia uamuzi wako wa kutawania ubunge 2022? Nafurahi sana. Kwa sababu ilikuwa niseme kwangu ni funzo. Ilikuwa funzo kwa watu wa Mumias East na funzo kwangu pia. Kwa sababu kuna maneno mengi watu wa Mumias East. Ilikuwa tuanza na funzo kwa Mumias East alafu tuje kwa funzo kwako. Tuanze na Mumias East. Funzo ya watu ya Mumias East ni kwamba na mimi nimewasikia wakizungumza. Nimesikia wakizungumza kwamba wanahitaji mjumbe mwenye wakipiga simu anapokea. Wanahitaji mjumbe mwenye wakiwa na nafasi, kwa mfano wakiwa na nafasi ya kuongea na mjumbe hao anakuwa available. Wanataka mjumbe mwenye Jumapili kama leo anaweza kuomba na kanisa hii, aombe na kanisa hii, aombe na kanisa hii. Huwezi kuomba kwa kanisa zote. Lakini wajumbe, kwa sababu kuwa kiongozi lazima uwe na maadili mema. Na watoto wetu wengi wanajifunza kutokana na viongozi. Wewe unakuwa kielelezo. Na kama kielelezo yako haipeleki watoto wao katika kanisa mahali penye wanaweza kujifunza vizuri, lazima wazazi, asua wazazi wenye wako na watoto wanaenda shule au wako teenagers, wanakuwa na wasiwasi. Wanakuwa na wasiwasi kwamba wewe upate nafasi ya kwenda kwa kanisa na huku ikifika December unakuja kutengeneza party disco ya kuleta watoto hawa hujawapeleka kanisa na unawapeleka kuja kudance. Hiyo inasumbua wazazi, and I'm telling you for free. And hiyo mimi naona ni kama ni funzo yenyewe. Na ni funzo kubwa kwa sababu wakati ule tulikuweko. Sitaki kuzungumza maneno mengi lakini hiyo imekuwa funzo. Na wacha nikuambie ndugu yangu Ndumuli. Jana tumezika mwanafunzi wa Shanderema Second School. Shule ile mimi nilichangia pakubwa kuanzisha. Siwezi kusema mimi nilikuwa 100% kwa sababu tulitafuta shamba na mtu alikitolea kutoa shamba. Mimi wacha nitaje hata jina ya mzee Otota mwenye alitupatia shamba yenye Otota. Mwenye alitupatia shamba ya Shanderema na tukajenga hapo shule ya watoto wetu kujifunza. Na kutokana na hiyo tumekuwa na wanafunzi. Hata kuna mwanafunzi mwenye alienda Kabarak University kutoka Shanderema. Na mimi niliona kama hilo ni jambo lenye naanza kufungulia watu ya Shanderema mlango ya kubadilisha maisha yao.
Jana tumezika mtoto mmoja kutoka huko, na ilikuwa kwa bahati mbaya kwa sababu walikuwa wana demonstrate kwa hawakutaka mwalimu wao aende, na hiyo ni haki. Hata sisi tukiwa huko Lubino tulidemonstrate, hatukutaka mwalimu wetu aende, na ikawa namna hiyo, na kwa bahati mbaya wakapanda kwa lori na mmoja wao pia akapengirika. Lakini sasa juzi ile kitu ilifanyika huko ilishangaza watu wengi. Mimi sikuenda, lakini nilisikia kwamba watoto wetu wale wako wa shule na wanajifunza wanaweka flags, bendera za Jamaica, sijui Jamaica, hizi area za Jamaica za reggae, na unajua hiyo reggae inaendanga na hii sigara kubwa. Sasa watu tukaanza kujiuliza kama wazazi, mbona watoto wetu wanaanza kujiassociate na vitu za aina hiyo? Na baadaye nikapata nafasi ya kwenda kwa polisi. Kulingana na polisi ni kama wamelemewa, kwa sababu watoto wetu wengi wamesha ingia kwa maneno yenye haifai. Na unajua wakiona mimi kama kiongozi, kama kiongozi ile nangekuwa kielelezo chema, nafanya vitu zingine, watoto wengine hata hawatasikia mzazi, kwa sababu wataona huyu mzazi kama angekuwa mzazi bora angekuwa pia mjumbe. Lakini sasa ule alikuwa mjumbe, ndio ule anakaa hivi. Mbona sisi tusuruke hii mawazo ya wazazi? So ni funzo kubwa sana. Na ni mbunge. Na huyu mzazi ndiye anakataa. Na yeye si mbunge. Na yeye anataka mzazi yake pia awe hapo mbele. So naona wataiga mfano ya ule mtu yuko juu. Ule mtu yuko mbele. Na mimi kwangu nataka kusema sahi. Hiyo ni tabia yenye sisi ama watoto wetu hawafai kuiga, kwa sababu tunataka watoto wetu wawe na maadili mema, ndio waweze kuishi kwa hii dunia kwa njia iliyo bora. Saa hii mjumbe wangu kwa heshima, tena mjumbe wangu kwa heshima, kama ingekuwa ni pesa, sasa pesa iko. Sisi watu tulioa bibi zetu bila shilingi. Lakini sasa miaka 4 hii anataka kusema hana pesa ya kupata msichana aweke kwa nyumba. Aweke kwa nyumba ndio awe mfano ya watoto wetu, kwa sababu tunataka pia majina yetu iendelee kuweko. Mimi nataka hii jina umesema Benjamin Washali pia ipatiwe mtoto mchuku yangu, na pia wachuku wangu walelewe vizuri pia waweze kuendelea. Ndivyo ndio vile jamii huendeleza maneno yake. Lakini sasa maneno imefika mahali imekwama. Kwa hivyo mimi naona, na nimesikia kutoka kwa watu, kwa sababu kama kuna mtu amekuwa na network ya Mumias East. Mumias na Mumias East, kwa sababu nilikuwa mjumbe the larger. Alafu wakarudi hivi tukakuwa na Mumias East. Nafikiria sasa na mimi na yeye. Kwa sababu unajua kishachaguliwa hiyo ni network. So pia mimi niko na, lakini nasikia watu yangu wanafika mahali wanajifunza jambo kwamba pengine wangeuliza maswali kidogo kabla wajaamua. So ni funzo. Ni funzo kwao. Kabla hujatuambia ni funzo kwako. Hii issue ya Shenderema, mbona unatajwa ndani? Natajwa ndani kwa sababu mimi nilikuwa kiongozi. Kwamba wewe ndio ulichochea? Hapana. Hiyo unatajwa kwa ubaya. Kwamba wewe ndio ulichochea mzozo. Unajua msimu wa siasa inakaribia. Na watu wengi wakiangalia Washali tena anaanza kuongea kwa njia fulani, wanajaribu kutafuta mbinu ya kushusha jina. Na hiyo ni maneno ya kisiasa. Lakini ukiuliza mtu haya sasa saa hii unahusisha Washali, tuambie alihusika kwa njia gani? Watapata kuna mahali penye jina langu linatokea. So mtu hawezi kutaja tu mtu bila evidence. Unataka utaje useme Washali ndio alifanya hii, alituma hii pesa kwa fulani, na huyo fulani afanya kazi kama hii.
hiyo ndio utakuwa na maneno mzuri. Lakini Shanderema ni shule yenye mimi mwenyewe nilichangia pakubwa. Na najua ukizaa mtoto unataka huyo mtoto akue. Huwezi kutaka kuzaa mtoto tena huyo mtoto akufe, hapana. Kama kuna jambo naweza kufanya isaidie shule ya Shanderema, I can tell you, hata kutoka hapa sitaenda nyumbani, nitaenda Shanderema nitengeneze hiyo jambo ili shule iweze kuimarika, kwa sababu Shanderema ikiendelea jina yangu pia inaendelea kukua. Okay. Yeah. Asante. Ni saa 2:02 tuko na Mheshimiwa Benjamin Washiali ambaye ni mwenyekiti wa mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti sekta ya utalii, yani Tourism Regulatory Authority, ambayo ni parastatal, ni shirika la serikali. Lakini pia anasifika pakubwa kwamba amehudumu kama mbunge wa Mumias Mashariki. Kwa hivyo tuko naye, kama kuna swali uliza, kama kuna simu pia utapiga. Tunaye Mheshimiwa Benjamin Washiali aka Lingina. Mheshimiwa, kuna mtu ameuliza hapa swali, na wakati tulikuwa tunatueleza kama ni funzo gani. Tom kutoka Ikoli ambia Mheshimiwa Washiali aliingiza maponi kwa siasa. Hakuna mtu alikuwa anajua maponi. Akaambia sisi kama wafuasi wake kura zetu tupee maponi. Maponi amekosa nini ndio bado anakuja kusema sasa tena tupigie yeye, na sisi hatujaona ubaya wa maponi? Tom, nataka nikuambie, unajua una support mtu mwenye anaweza pita. Na mimi sijauliza hata huyu Tom ndio ikiwa yeye mwenyewe alipita alipatia mapone kura, mbona wengine hawakumpatia? Kama kuna ile kujitolea, nilijitolea kwa kupitisha mapone ile mapone yapite kuliko hata vile mimi nilikuwa najitolea mwenyewe. Lakini watu ya Mumias East walikataa. Kwani constituency yangu? Constituency yangu. Mmoja amekataa. Si hawakumpigia, sipigia alimpita. Wacha nikwambie 2017 huyu mheshimiwa wetu kwa heshima tena alikuwa na kura 284. Na imagine alitoka kwa 284 2017 kupata kura zenye zilifanya akapita kama mjumbe. Na sisi tulipiga kura ile siasa ile kali sana. Lakini hata watu walikuwa wananiambia ati hii maponi yako hiyo umeleta ni ngumu. So mimi nikasema mimi nataka hii kiti irudi kwa maneno kwa mkono wenye unaweza kusaidia watu ya Mumias East. Kwa sababu watu wa Mumias East wanahitaji usaidizi. Hiyo time mkikampenia maponi, ulikuwa na imani anaweza ongoza Mumias East? Ilifika katikati nikaanza kukosa hiyo imani. Mwanzo nilikuwa nayo, lakini katikati nikaanza kukosa imani, kwa sababu nilikuwa saa zingine nikienda kwa boma sipati hata mtu. Unajua mimi ni mwanasiasa. Leo hii hata siku za kura zijafika, lakini leo hii kia kwangu napata boma imejaa. Hiyo ndio dalili ya kupita. Lakini sasa wakati ule tulikuwa na daktari, tulikuwa naenda kwake saa zingine na msurprise, napata boma amekaa tu na mzee na shangaa sasa tutafanya namna gani? Na unajua kuna vitu zingine, decisions zingine unaweza kufanya uweze kureverse, hata iko kama swimming across the river. Ukishafika katikati jaribu tu vile utavuka. Lakini sasa singefika mwezi wa 3 hapo utaseme nilifanya makosa, wacha nirudi nyuma. Mheshimiwa Washiali, ulijaribu mara ngapi ubunge ukianguka kabla ya kupita? Ilikuwa mara moja, lakini dalili ilikuweko. Anatakwambia dalili yenyewe. Wakati ule nilijaribu kwa KANU ilikuwa imeoza. Na NAK yenye Mheshimiwa Wycliffe Osundo mjomba wangu ilikuwa very popular. Na ilikuwa kwa serikali. Mheshimiwa Osundo akavuka. Na mimi nilikuwa kwa opposition, ile sasa KANU ilikuwa opposition. Na nikaanguka kwa sababu ilikuwa kwa opposition. Maponi alikuwa kwa serikali. Alikuwa kwa chama yenye iko popular, kwa sababu president ndiye alikuwa kwa UDA na alikuwa apite, na alikuwa anapita na watu yake. Lakini sasa nini kilichangia kaanguka? Kama ingekuwa hoja nimalize tu kwa hiyo swali. Kama hiyo swali tu, kwa hiyo tu swali. Kama mimi ningekuwa kwa NAK 2002 ningepita kura bila kujaribu tena. So na hii sio project yangu. Najua by the way, no, that was a mistaken project, kwa sababu mimi wakati ile nilisema naenda kupumzika, nilisema kabla candidates wajakuja. Na mimi nilikuwa natarajia
watu credible watakuja, lakini hawakuja. Sasa Mapwena akakuwa hapa na mimi nikasema sasa ndio yuko kwa chama yangu, nitafanya namna gani? Nikasema basi Aizuru, wacha nipambane na hii popularity yangu na ile yake ya udaktari itafanya apite. Tukajaribu Kuna sauti yako hapa moja nataka kusikia vile uliongea mheshimiwa. Yes. Alafu niambie ulikuwa unamaanisha nini? Aya. Kutoa uongozi wao ama namna gani? Miaka 15 nikiwa kwa uongozi jamani, si imetosha? Mimi niweze kusonga juu, na mimi nataka wale mtu atakaishinda hapa, na tuko na watoto wengi, aweze kufanya nini kushinda, tuwe na mjumbe wa Mumias East. Mheshimiwa, ulikuwa unamaanisha nini hivi? Nilikuwa namaanisha nataka kwenda kupumzika. Kwa sababu siwezi kuwa mjumbe forever. Na mimi wacha nikwambie ndugu yangu Ken Indumuli. Kama uongozi wa Mumias ungekuwa bora, Mumias East ungekuwa bora hata saa hii, ningesema hapana, wacha niendelee kupumzika. Lakini watu wakilia, hiyo kilio inaniumiza roho yangu, kwa sababu it can also turn into a curse. Kwa sababu watu wakilia wanasema, Washali, ulitufanya namna gani ukatuacha? Kama bado sisi tunataka wewe uwe kiongozi, na ukatuacha mpaka tukafanya makosa yenye hatungefanya makosa kama ungekuweko. So ndio nikasema kama ni nafasi wanataka zaidi, na mimi sio kuwa nawacha kwa sababu nilikuwa unpopular. Sikuwa nawacha kwa sababu nilikuwa unpopular. Someone else ajaribu. Lakini sasa ona yale maneno ya matokeo ya hiyo statement. Hata hizo statement ndio zilileta vitu zikawa mbaya zaidi. Imagine kiongozi ule mwenye alikuwa na nafasi ya kupita kusema I've done 15 years. I think to me hiyo ni sign ya kiongozi mzuri. Na mimi ningependekeza hata watu wengine wenye wamefanya kama 15 years, 20 years pia wapate nafasi wengine, watu wengine pia wafanye nini? Waongozi. Huwezi kuwa tu kiongozi milele na milele. Hapana. I still stand with that statement. Na mimi nasema ile kitu inafanya mimi narudi ni kwa sababu ile barabara tuko sahihi, sio ile barabara sisi tulikuwa tumechangia kama tumepangia kama watu ya Mumias. Na kulingana na wewe, ni wewe peke yako unaweza saidia hiyo shida yenye tuko nayo. Sasa ule anajulikana ni mimi. Hao wengine wanajulikana namna gani? Kwa sababu tulijaribu pike simekwambia maneno ya pike ya kutokwenda kanisa, kutoka hii maneno ya mochi mwingi na nini, nikasema hapana. Nikuje angalia kitu kama Disco Matanga, na Ken unajua nikiongea na wewe najua unajua hii maneno yote nayozungumzia. Angalia kama Disco Matanga. Saa hii nimelala kwetu nyumbani, hata uwezi kujua watu wanalala namna gani, kwa sababu uko Maraba Disco Matanga, kule Isongo Disco Shakulo Disco Matanga, kule Bumene Disco Matanga, na unajua vivyo vimekuwa mingi. So Disco Matanga all over. Wakati wangu ningepigia OCS muulize, jamani tulikubaliana namna gani? Watoto wa form 4 hawa wanasoma wanatasoma wakati mgani kama hii madisco zimewazunguka namna hii? Na hizo madisco unashindwa, mbona hawaende kwa bar mahali penye wako license kucheza disco, mahali penye tuko na soundproof mzuri, watu wale wanataka kwenda kwa disco waende wa disco, mbona wanacheza kwa Disco Matanga? Wateja wao ni wakina nani? So mimi na kama ingekuwa sahihi uongozi wenye huko ni uongozi sawa na tuko na imani nao, nikasema basi Aizuru, Mungu alinipatia nafasi yangu, wacha nipumzike. Lakini sahihi na kuambia kuna watu wengine wanaweza kunikasi. Lakini mimi vile niko sasa, nitakuja kusema, nitakuja kusimama wakati ule ikifika nitasimama. Lakini watu ya Mumias East wako na uamuzi, wako na nafasi ya kusema Washali unaweza kurudi ama ni watu Mumias East wamesema urudi, ama wewe umeshangazwa na uongozi unyuko saa hizi ndio kaamua kurudi? Mimi nimeshangazwa na uongozi unyuko saa hizi ndio nikaamua kurudi. Watu ya Mumias East wataamua wakati ile ya kura. Ikiwa wataona uongozi wangu ulikuwa bora na uko na maadili mema, wataamua kwa upande wa kura. Lakini wakiona
mimi wanaweza kuendelea na ile uongozi iko. Mimi nitasema nitakuwa nimeangusha kura sasa na wote wameamua sasa. Sasa mimi nitaenda sasa retire kabisa na mimi sitarudi kwa sasa. Sasa sitarudi. Kwa hivyo unamaanisha usipopita yenye inakuja sasa utarudi tena. Nisipopita hii sitarudi. Lakini nikipita nitaenda pia. Unaituambia unasema tu kwa sababu mimi pia ni mtu wa Mumias. Yes. Ukirudi mama yako ataamka. Leta clip. So si clip hizo umeweka hapa clip. Leta hiyo clip. No, kama mama ataamka. Ken. Wewe you are a king of clips. Yes, yeah. Wewe umecheza clip. Nataka ulete hiyo clip. Hii ya mama na busheta. Acha hiyo ni propaganda. Acha mtu hata aseme nilizungumza nikiwa mahali fulani. Hawezi kusema kwa sababu sijasema. Siwezi kuchukulia kifo ya mama wangu kwa mzaa kama hiyo. Hapana. Mchezo wa siasa uweze kwa kifo ya mama. Kuna mahali na mimi ni challenge watu. Ule mtu yote yuko na clip ya aina hiyo. Aleta cheze. Ama aleta witnesses ya kusema wewe ulizungumza ukiwa mahali fulani. Kwa hivyo hii ya mama hujawahi. Unaona clip kama hii. Ndio, na mimi nimekuwa kwa muda wangu nimekuwa mjumbe wa Mumias. Sijakuwa mtu reckless. Na mimi sio tu kwa sababu ya niko hapa, lakini hata pia watu ya Mumias East wanajua. Leo hii pia hata nimekuwa kwa kanisa pale Ikoshe, nimeomba. Mimi ni mtu wa maadili mema. Na mimi siwezi kufanya reckless statement. Statement kama hiyo yenye umecheza hapo ni statement yenye nilisema, na mimi naweza kusimama na hiyo statement kusema nilisema, na mimi nilikuwa najua wakati huo tutakuja kupata kiongozi ule anaweza kusaidia watu wa Mumias. Tusikize statement ya mwisho mheshimiwa, alafu tuende kwa messages kidogo wananchi wasikie. Tuko na mheshimiwa Benjamin Jomo Washiali ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa ama mwenyekiti wa halmashauri ama mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti sekta ya utalii nchini Kenya and Tourism Regulatory Authority, ambaye pia ni former MP Mumias East. Tuko naye katika tufani siku ya leo. Mheshimiwa, tusikize hii alafu tumalizane na wewe. Haya. Unaona vile nilijaribu bwana. Haya, mheshimiwa umesikia? Yes. Watu wanasema ulijaribu. Nilijaribu sana. Kama Mapuana hakupita hiyo hawezi kupita kwa wote. Let me tell you. Nilijaribu kwa sababu you know that statement. Yes. Nilikuwa najaribu kwa sababu Daktari Mapuoni sio Mkolwe wala Umshitete. Na pia kwa hizo clans kwa clans mbili hizo kubwa yeye hapatikani kwa hapo. Hata unajua kama mimi unajua ile bahati niko nayo, mimi ni Mkolwe na wajomba wangu na Washitete. So ndio ulikuwa nasikia nikisema hoza papa nini, so it was interchangeably. Okay. So nilikuwa naambia watu ya Mumias East tusiangalie kwa maneno ya ukabila. Tafadhali hata mtu mwingine anaweza kupata nafasi. Na hiyo ndio campaign nilikuwa napigia daktari. Hata hii daktari angekuwa akinipata anatafutia ka kilo ya nyama naenda na choma. Kwa sababu kura zenye alipata hiyo 5500 naweza kuwa nilichangia 3/4 ya hizo kura.
ama zaidi ya hizo. Kwa sababu nilijaribu kusukuma, kwa sababu nilikuwa nasukuma, na unajua yeye ndiye alikuwa memba ya chama yangu ya UDA. Sasa ningekaa namna gani nyuma niwache tu watu wa mkarange kwa sababu ya ukabila? So hiyo statement ilikuwa pata maponi late kwa watu, ndio maana hakupita. Sasa unajua mtu ndiye anatafuta kura mwenyewe. Sasa yeye ndiye, kama yeye alikuja late, ninakwambia mimi niliunga maponi kwa sababu yeye ndiye alikuwa amesimama kwa chama yangu. Yeye ndiye alikuwa amesimama kwa chama yangu. Na singeenda niwache yeye niende nitafute mtu mwingine mwenye hayuko kwa chama yangu. Yeah. Sasa ndio ilikuwa mnamuunga mkono. Kwa sababu naona karibu kila mtu mheshimiwa, karibu wale ambao wanaandika something opposite na wewe, ni kwamba shida ya maponi saizi iko wapi, na hajakuwa mbunge vile ulitaka awe mbunge. Sasa bora usirudi kumsupport vile ulikuwa unataka awe mbunge. Sasa unajua sisi pia tunasikia ground. Mimi sio mtu ya huko hiyo chama ya wakina Malala, lakini pia huwa nasikia ground. Okay. Yeah, ground iko na tashwishi kidogo. Iko na tashwishi. Na mimi nataka nikuambie leo hii tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Tukirudisha tukisema tuunge daktari mkono. Hii maneno yenye nimekuambia, hii shida hii ya kutokupokea simu, ya kutokwenda kanisani, ya hii sigara kubwa itaendelea. Itaendelea. Yaani okay, kulingana na wewe mheshimiwa, maponi za weak candidate. Sasa wewe unatumia kizungu. Okay. Mimi sasa maponi, ule mwenye hawezi kufaulu anaitwa nini? Maponi ako chini zaidi ule mwenye hawezi kufaulu anaitwa nani? Unajua mimi ndio nataka uniambie. Ukisema wiki sijui wiki ya nini. Lakini ule hawezi kufaulu anaitwa nini? Yule mwenye hawezi kufaulu. Ule mwenye hawezi kufaulu ataitwa nani? But mwenyewe umesema watu wa Mumias sisi ndio wataamua. Mwenyewe umesema. Ndio nimesema. Hii maamuzi ya huyu mimi najua kwa upande wangu ndio wataamua, na nikisema basi ndio nimepumzika, wacha nipumzike vile wametuambia sisi wanataka. Lakini tukirudisha huyu hapa ati yeye ndiye yawe candidate, hata nilete katapila kutoka wapi, itakuwa ni shida. Itakuwa ni shida my friend, itakuwa ni shida Ken. Itakuwa ni shida. Na mimi huwa napenda kusema ukweli, na hii ndiye inaweka mimi naendelea kuishi kidogo kwa sababu mimi nasema ukweli. Nakuambia leo hii tarehe 17 mwezi wa 5. Ukirudisha ati yeye ndiye yuko hapa, haki ya Mungu hapa maneno ya sigara itaendelea. Maneno ya sigara itaendelea. Msikilizaji, nataka niangalie messages zako, lakini kumbuka tuko na Mheshimiwa Benjamin Washari ambaye tuko naye studio. Mheshimiwa Benjamin Washari, funzo kubwa kwako lilikuwa gani? Kwa sababu umetuambia kwa wananchi, wewe kubwa ni gani? Funzo yangu kubwa yenye nimejifunza nikiwa hapa nje. Basari, hakuna mtu mjumbe mwenye amepeana basari kwa ile kama vile mimi nilikuwa napeana basari. Lakini tulikuwa tunaweka orodha ya wanafunzi wote kwa list, tunaweka total na tunaweka figure hapo, pesa ya basari. Na ile list tulikuwa tunapeleka kwa administration officers, assistant chiefs na ingine inabaki hapo kwa ofisi. Na ile check tunapeleka kwa shule ikiwa na advice ya wale wanafunzi wame nufaika kutokana na hiyo basari. Nataka nikuambie kuna shule zingine zilikuwa na administration yenye ilikuwa na ukora mingi. Hawakuwa wanapatia hata wanafunzi receipts. Wakati huu ikiwa Mungu atanijalia nirudi na watu ya Mumias wakubali nirudi, check mwanafunzi na beba akipeleka shule mwenyewe apewe receipt. Itakuwa ni kama yeye atalikuwa amelipa, anachukua check anapeleka shule, anapewa receipt na administration. Ndio sasa maswali yaanze hapo, kwa sababu unajua largely watu wetu wengi aswa wale wa mama wajane hawakuwa wanapata nafasi ya kuargue na school administration. Like principals, like clerks hawakuwa wanaenda huko kuargue nao. So unaanza kupata shule zenye ziko na ukora zinaficha
pesa yenye hao wanafunzi wamenufaika nayo. So ile funzo nimejifunza nikiwa hapa nje ni kwamba wakati huu ikiwa Mungu atanijalia na watu ya Mumias wakubali kunirudisha check ya basari, mwanafunzi ule ameapply mwenyewe anabeba kupeleka kwa shule, alafu akifika pale kwa ofisi ya cash office apeane hiyo check na apewe receipt kama amekaa hapo, ili shule ziweze kuwa accountable kwa ile pesa wamepata. Yeah. Kwa hivyo utoaje basari kidogo ulirudi chini zaidi? Basi tulikuwa tunatoa vizuri. Na nasema baada ya kutoka. Utaratibu ulivurugwa. Utaratibu ulibadilishwa kwa sababu sisi tulikuwa tunatoa basari na tulikuwa tunatumia provincial administration ya ofisi kuweza kutusaidia pia kukagua wale wanafunzi kama ni wanafaa kupewa hiyo basari. Na pia kulikuwa na form ilikuwa inaanza na mwalimu anajaza, inakuja kwa either assistant chief ama chief, na pia anaweka kidole kwamba namjua hii mtoto na familia yake ni familia inajulikana na iko na shida, alafu analeta kwa ofisi yetu ikiwa attached na report card ya huyo mwanafunzi, tuone performance yake na tuone pia ile balance yenye yuko nayo. Na hapo tulikuwa tunafanya vizuri, lakini sasa tukipata wanafunzi kama for example 40 wanatoka Albino Boys, tunajumlisha, tunaweka majina na tunajumlisha wanafunzi, tunaweka pamoja tunaweka total hapo, tunaandika check moja ya kwenda kwa shule. Na wazazi wengine pengine hana nafasi ya kwenda hata kuangalia, hata kuna wengine wako orphans hawajui kama jina yao yuko kwa ile orodha ya bursaries. So ile funzo nimejifunza mimi, check ya bursary itakuwa inapewa mwanafunzi direct ikiwa fiscal check, na huyo mwanafunzi akienda mwenyewe ndio analipa, vile analipa pesa yenye amepewa na mzazi, ili aweze kupewa receipt na administration office. Na hiyo ndio nafikiria ilikuwa kidogo tashushi kwa ile wakati tulikuwa tunafanya hii maneno ya kupeana basari. Asante. Ambia Mheshimiwa Ben Washali kwamba kwenda kwa kanisa sio kuwa kiongozi, haimaanishi kuwa kiongozi bora. In fact hao viongozi wa kwenda kwa kanisa most of them ni wanafiki sana. Yeye akiwa mbunge anasahau vile kulikuwa na uhuni sana. Talk of the basari. Mheshimiwa Washali, ulikuwa unapewa wanafunzi wangapi hiyo basari? Abijasao. Mheshimiwa Washali, nilikuwa napeana wanafunzi wengi sana. Na by the way, uzuri wa ile basari yenye tulikuwa tunapeana, ukitaka hata report ya basari ya 2021 mimi naweza kutolea hata hapa kwa ofisi yako hii. Kwa sababu sio kitu fiche yenye mtu alikuwa, sisi yetu ilikuwa transparent, na mpaka leo hii basari ukienda hapo kwa internet, mimi kwa website ya Mumias East na kwa email yangu nitakutolea list za wanafunzi wale walikuwa wanapata kutoka basari kutoka kwa CDF. Asante. Nashukuru sana Mheshimiwa Washali. Na wacha nazungumze kidogo kwa uongozi wa kwenda kwa kanisa. Hatuende kwa kanisa kwa sababu ya kuokoka. Na hata wale watu wote wanaenda kwa kanisa sio watu wameokoka, hapana. Wanaenda huko ili wasikie neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu linaleta utulivu kwa mawazo. Linaweza utulivu na inafanya mtu anaangalia kwa mambo challenges ya dunia tofauti. Inaweza, kuna maneno ya kusameana, kuna maneno kama leo tulikuwa tunaambiwa kwa kanisa letu la New Apostolic leo, tukiwa na kiongozi wetu Wycliffe Makoha, kwamba ni lazima ujishushe, uwe mtu wa chini, utembee na watu pamoja. Hata kama wewe hujakuwa ati umeokoka, lakini jambo ile funzo kwamba ujishushe inafanya unatembea na unaongea na watu freely. Kwa hivyo hatuendi kwa kanisa kwa sababu tunataka kuwa kwa waongozi tofauti. Tunataka tu kuwa wananchi kama wengine, ili tuweze kufundishwa maadili ya kibinadamu.
Asante. Katika mtandao wa Facebook kutoka Maraba Mumias East, mheshimiwa, I'm following live Nyota FM, na kuombea Mungu asikie maombi yako, urudi kwenye bunge. Alafu nashukuru sana mheshimiwa kurudi kutafuta kura ya Mumias East. Haki mimi binafsi kitu napendea mheshimiwa ni kuwa ako na akili ya kuelewa na kusikiliza mtu wakati wa shida ama furaha. Lakini mwenye yako saizi kila wakati alichelewa, hana wakati wa kusikiliza mtu. Washari tano fresh William Mutuku kutoka Lushaya. Alafu Washari wewe ni Nabareka. Uliza mheshimiwa Washari akipata kiti atatusaidia ama atakuwa tu huko Kajiado. Kajiado kwani kuna nini mheshimiwa? Kajiado ni lugha. Kwanza hii jambo la Kajiado na ni vizuri huyu Nabareka ameleta. Kajiado mahali penye nimenunua shamba, mimi ni jirani ya Tindi Mwale, jirani ya mheshimiwa Naika na jirani ya mjumbe ya Kolomani. Shinali. That's one. Hiyo Kajiado ni kwa sababu ya mpaka ya administration. Unajua Rongai ni wapi? Rongai ni Nairobi. Wale watu wote wanafanya kazi Nairobi wanaishi Rongai. Na kwa sababu mashamba ya Rongai bei iko chini, sio kama Nairobi shamba iko juu, lakini hapa nimeweka nyumba, na sio tunaishi hapo. Mimi naishi kwa Wilson Airport, na mtu yote akija Wilson Airport atanipata hapo Nairobi, Nairobi katikati. Lakini ile kitu pia nataka niongezee kwamba ukienda kama sio Kimau iko Machakos. Lakini ziko Nairobi. So maneno ya Kajiado wameleta kama mbinu ya watu kusema ati mimi naishi Kajiado, lakini ile siku yenye wengine watanitembelea watashangaa kwamba hii Kajiado wanasema ni Kajiado aina gani. Mimi si Kajiado sikujui. Kwa boundary ni Kajiado. Kwa boundary na Rongai iko Kajiado. Lakini Marangai watu wengi na wanajua wale wenye wanazungumza Kajiado hawajaenda Nairobi. Hawajui Nairobi ni wapi. Lakini kama wangekuwa wanajua Nairobi na wanajua Rongai ni wapi, hawangekuwa wanazungumza maneno ya Kajiado, kwa sababu ni aibu kwamba mtu mzima anaweza kuwa anasema ati Rongai ati iko Kajiado. Rongai iko Kajiado in terms of administrative boundaries. Lakini Rongai ni kati ya estates zenye watu wa Nairobi wanaishi. So huwezi kusema ati mtu anaishi Rongai ati kwa hivyo yuko Kajiado. Hii ni maneno ya siasa, na hiyo najua watakuja kuisha. Na hata hivyo Ken, sisi mheshimiwa wetu wa pili watatu. Wame walikuwa waine actually. Kwa sababu tulikuwa na Ibrahim, tulikuwa na Shika, tulikuwa na Bongta, tulikuwa na Ame waine. Aliishi Mombasa 20 years. Watu wamewazi hizo kwa kimpiga kura 20 years. Sasa hata kama na Rongai na Mombasa ni wapi mbali? So mtu asiseme ati Kajiado ati kwa sababu niko mbali. Hapana. Kajiado ni Nairobi, na mimi niko na haki ya kusimama kura hapa Mumias East. Na kuishi mahali popote. Asante mheshimiwa, ulikuwa unatumia mbinu gani kuongoza Mumias East ndio ukapendwa na watu sana? Ukawa na uwezo wa kuanzisha shule mingi na pia kuweza kugawa constituency. Wilberforce Nanjera anasema hivyo. Ni kwa sababu nilikuwa karibu na serikali. Hata leo nikichaguliwa nitafanya kazi na serikali, kwa sababu revenue yote ya kujenga constituency inatokana na serikali. Na mtu anaweza kujidanganya kwamba yeye ni serious oppositionist. Let me tell you, you are wasting people's time. Saa hii sisi tuko Kenya na Kenya iko Afrika. Maneno ya sheria zenye zinaleta ati balanced development kwa constituencies haiko hapa Afrika. Hapa usipokuwa na serikali, watu wako wanaendelea kuumia, na wataendelea kuumia mpaka Mungu arudi. Ogola Lubare James kutoka Shanda. There are some things unique about Mheshimiwa Washari, but I will share only one. Enzi za Washari, local contractors walikuwa wanapata sawa kabisa. Contractors Washari ni Simba karibu 2027.
local contractors. Local contractors, mimi leo naona ati mtu anatoka kwa mlima anafanya kazi Mumias East nacheka. Na mimi nashindwa, nao ni watu wangapi kutoka Mumias East wanafanya kazi huko kwa mlima? Ni watu wangapi toka Mumias East wanafanya contracts huko Nyanza? Mimi nashindwa, wanachukua pesa kidogo hii yenye watu wetu wangenufaika nao, wanakaonya na Kenya mzima. Hiyo ndio kati ya maneno mengine nilikuwa nakwambia ni funzo watu ya Mumias East. Hawakujua ati tunaweza kuwa na kiongozi mwenye anachukua tu contracts na anapeana kwa mtu yoyote mwenye yuko. Hata Oria anapeleka hata watu yetu kotini ati kwa sababu hajalipwa pesa. Kwani alipitia hapa ndio akapata contract kwanza hata kabla hajapeleka watu kotini. Inaruhusu 30%. Katiba inaruhusu watu wengine 30% non-locals. Hiyo ni maneno ya county, sio maneno ya constituency. Kwa hiyo constituency za kwenda kuna kama kitu kama hiyo watu hapo wataumia maneno. Hakuna hiyo katiba, sisi ndio tulikuwa tunatengeneza sheria huko bunge. Hiyo ni maneno ya county government, sio maneno ya lakini kwa hizo kwa constituency. Pesa kidogo hii ya 2% ya rebe ya Kenya upeleke watu ushare na watu na watu wanaumia huku, mapato yamekuwa ngumu. Hapana. In my time and I'm happy kuna mwananchi wa Mumias amefanya observation. Hata wakati ile tulikuwa tunajenga KMTC tulikuwa na projects 7 tulikuwa tunajenga simultaneously. Administration block, 2 hostels na lecture halls 3 tulikuwa tunajenga simultaneously. Na hizo zote tulikuwa na contractors tofauti, lakini wote walikuwa watu kutoka Mumias East. Na mimi kwa sababu ni pesa kidogo, wacha hawa wanufaika kutoka kwa. Hata mimi nikirudi ni hivyo. Lakini kama ni Orena anapigia kura yake Mumias East, sio Oria, sio kura. Sio kura tunapatia kwa project. Hata wale tulikuwa tunapatia kazi hatukujua kama wako na kura. Ile kitu tulikuwa tunaangalia wanatoka Mumias East, wawe na kura, wao wamenipigia mimi, wajanipigia mimi, watafanya hiyo kazi so that to improve circulation ya pesa katika Mumias East. Mheshimiwa Dingina, kupigia mahali kura haiwezi kusaidia katika huyu mtu akitaka kuhudumiwa ama akitaka nafasi. Kupigia mahali lazima approve kwamba yeye ni mtu amekuja kukaa, sio mtu tu akuja kutafuta biashara na anapewa kazi hapo ati anakaa hata hapo shanda. Ati sasa anaanza kuchukua kwa sababu yeye. Na unajua wewe siku hizo kubadilisha kura ni taka moja. Unabadilisha kura ati wewe leo umebadilisha kura, unakuja unakaa hapo shanda kwa rental house, alafu kesho na claim ati unataka contract. Hapana, lazima tukuangalie wewe unakaa namna gani. Asante. Abraham Busolo kutoka Malamu Mumias East ameuliza swali ambalo umejibu baadaye kwamba watu wa Mumias East wamefaidika aje wewe kuwa chairman wa TRA. Nilikuwa nimejibu hiyo na bado kwa sababu nimekuwa tu huko mwaka moja, bado kuna maneno mengine siwezi kuzungumza kwa radio kwa sababu najua hii ni public organization. Huwezi kuzungumza tu maneno yote hapa. Lazima kuna maneno mengine. Lakini nimemwambia kama kuna yeye ana mtu mwenye amehitimu kwa ile upande wa tourism na hospitality, tunaweza kuongea na sio ati ni watu wote watapata. Wacha wajaribu tuone mahali tunaweza kufika. Uliza Mheshimiwa Sharuni Nangabo Christine Shitawa. Uliza Mheshimiwa about buses zile PK alipeana zenye yeye alifanya procurement, na pia huo mwaka ya kwanza ya PK bora alipeana basari mingi. Is it true kulikuwa na pesa kwa account ya CDF? Unajua tukitoka kwa ofisi tulikuwa tumenunua shamba ya kuweka hospitali level 4 hospital, na mimi nataka nishukuru Governor Oparanya. Governor Oparanya wakati ile tulianzisha KMTC akatuchallenge akasema washadi nunueni shamba. Na tukaenda hapo karibu na KMTC tukanunua 6 acres. Tukasign agreements na wenye mashamba. Na kila eka ilikuwa inauzwa 1.2 million. Tukaweka 7.2 million shillings. Na najua kabla hujatumia pesa ya CDF mpaka uapply kwa national management wa kupatia ruhusa, ndio sasa hiyo pesa release. Pesa ilikuwa kwa account lakini hatukuwa tumepata ruhusa kutoka kwa national management. So wakati ule tulikuwa tunangojea, ndio wakati ile maneno uchaguzi ilikuja na huko national management walichelewa kidogo,
na ndio sasa wakati ile mjumbe wetu ule mwenye alichukua akapata hiyo pesa iko hapo, ndio akaweka kwa basari. Kuna pesa ingine ya tulikuwa tumeweka milioni 5 bridges, kila bridge ilikuwa na 6.5 million. Kulikuwa na bridge pale Munungo ikielekea Haimba. Kulikuwa na bridge ingine hapo pale Bumini Msangaro ikielekea kule Bumini. Tulikuwa na bridge ingine pale Musango ikienda Munjomi, kutoka upande wa Musango ikienda Munjomi. Tulikuwa na bridge ingine pale Buyofu, bridge 5, na kila bridge tulikuwa tumeweka budget ya 6.5 million. Ndio baadaye ilikuja tukaona bridge zingine zimefanywa, lakini sio bridge zote. Kuna moja kutoka Munjomi, na mimi nataka nichukue nafasi kushukuru ndugu yetu George Otipa. Alisaidia kwenda kwa public works wakafanya hiyo bridge kutoka Luasambi ikienda Munjomi. Kwa hivyo sasa sio pesa ya CDF ilifanya. So pesa ya CDF ilikuwa ifanye hizo zingine, lakini hazikufanya zote. Kama kule kutoka Munungo kwenda Kaimba hakuna bridge hapo, na 6.5 million tulikuwa tumeweka hapo kwa magadirio, na hakuna. So you can imagine hiyo pesa yote ilikuja kamwa kwa basari, hatuna bridge, na hata ukiuliza basari ule alipwa huwezi kuona. Mheshimiwa, kuna mtu anauliza hapa swali, Mulia Bahongo, just a question to our honorable incoming MP. What if we say you are selected to be a minister, appointed as a minister soon? Will you still run for the MP seat? Huyu PK hata driving school alianzisha shanda, ni ukienda practical ya driving unaambiwa ununue mafuta. Mafuta yet it says ishughulikiwa. Usiponunua mafuta hamwendi road. Mimi ukipewa waziri sasa, mheshimiwa, nataka tuvuke mto kama tumefika kwa daraja. Tuweze kuanza hiyo ni dreaming, na tutaki kuanza kudream sasa hii kwa radio. Hii radio inasikizwa na watu wengi. Tuweze kuanza kufikiria maneno yenye haiko. Mimi nataka niombe ndugu yetu ama dada yetu mwenye anasema kama nitateuliwa kuwa waziri. Ikiwa nitateuliwa nitarudi tena tuulizane na watu ya Mumias East na kwa ujumla, kwa sababu waziri sio sasa maneno ya Mumias East peke yake, ni sehemu yote ya Western kuuliza sasa hii maneno imetokea tufanye namna gani. Tunaweza kufika mahali tukaamua, na mimi najua nitarudi hapa pia ni washukuru kwa maombi yao kama nitakuwa nimeteuliwa kama waziri. Asante Pastor Daniel Nyapola. Mheshimiwa, nakuombea maisha marefu ukomboe Mumias East. Unajua Daniel Nyapola, nafikiria unajua majina hufanana, lakini kuna Nyapola kutoka huko Maraba, na wewe unajua kuna Nyapola wengine kutoka huko, na kuna Nyapola wengine rafiki yangu kutoka hapa Bole. Sijui ni huyo Bole. Huyo Pastor Nyapola ni wapi Bole? Bole. Basi nashukuru sana Pastor, na tuendelee kutuombea Pastor. Najua maombi yako huwa inafika juu sana. Asante. Kuna mtu anasema kwamba mheshimiwa, penye umeketi hapo, Ruto atapita kura tena. Hiyo ni swali yenye huwezi kujibu tu yes or no. Mimi nataka niambie watu kidogo, kwa sababu nimeona watu wengi wakipanic. Moi alikuwa rais kwa sababu alikuwa naibu wa Jomo Kenyatta kwa miaka 9. Kibaki akawa rais kwa sababu alikuwa naibu wa Moi miaka 7. Kenyatta, Uhuru alikuwa rais kwa sababu alikuwa mtoto wa Kenyatta. Na kulingana na vile government structures ukaa, kuna watu wengi walikuwa kwa serikali walikuwa wanaona ile usaidizi yenye baba yake alikuwa amesaidia waweze pia kurudisha kwa mtoto yake. Ruto leo hii yuko rais kwa sababu alikuwa naibu wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa miaka 10. Mimi nataka niambie wa Kenya, aswa wale wanaosikia hii radio yetu ya Nyota FM, kwamba ikiwa wana mawazo mazuri na ikiwa wanataka Mluya awe rais, wajaribu wawezavyo waweke Mluya
awe running mate ya William Ruto hata kwa hii miaka 5. La sivyo ule atakuwa rais wa Kenya atakuwa Profesa Kindiki mwaka 2032. Yeah. Ile nafasi yenye walikuwa nayo kubwa ilikuwa nafasi ya mheshimiwa kijana wa Malwa akiwa deputy president wa Kibaki. Na alikuwa amegain umaarufu, ingekuwa rais kufanya kijana wa Malwa kuwa rais wa Kenya. Mimi nasema hivi kwa nini? Nasema hivi kwa sababu wale watu wana play major role kufanya mtu kuwa rais wako kwa serikali. Na uwezi kutoka tu huko kwa sababu umeleta maandamano hapa Bungoma ati unaweza kuwa rais. Let me tell you, there is a lot that you need to do ili mmoja awe rais. Wacha nikuulize ndugu yangu Ken. Na mimi hii nasema kwa uzito. Mimi nimesikia watu wakizungumza maneno hapa na pale. Mheshimiwa rais, baada ya bunge kuangalia watu commissioners wa IBC wa kuangalia na kuwateua, yeye ndiye aliwaappoint. Yeye aliwaappoint kwenda kuhesabu kura ya Gachagua ama kuhesabu kura ya rais. So nataka nikuambie sisi tuko hapa Afrika. Na mimi nataka niwaambie walia wangu kwa sababu hapa ndio nimezaliwa, nimekuwa na nitakufa hapa uliani. Kama wanataka mtu yao awe rais, waanze kufanya kazi sahi. Wasingoje. Na mheshimiwa William Ruto 2027 atakuwa rais. And juzi acha nikuulize, si Uganda Museveni amebeba Bible juzi, nilikuwa last week. Thursday. Nani alipiga kura? Wananchi. Okay. Si wananchi wengine hapa pia watapiga tu kura. Kwa sababu mbona Raila kuwa rais? Kama serikali kuna watu wanafanya mtu kuwa rais, mbona Raila hakushinda? Hiyo ndio swali nataka pia uongezee hapo, na Keno umeelewa hii maneno. Kwa sababu ukiangalia kwa hawa watu wenye wako opposition wote wenye wanapinga mheshimiwa William Ruto, popularity yao iko chini ya Raila. Kama Raila angeitisha maandamano vile juzi ndugu Gachagua aliitisha maandamano, hata hapa Bungoma kungechomeka. Lakini hakuna mtu mwenye alienda hata maandamano hapa. Kwa sababu hawajapata ile umaarufu yenye Raila alikuwa nayo. Sasa je, swali, mbona Raila hakuwa rais? Hiyo ni homework. Si homework. Wananchi, okay, Wakenya ndio waliamua. Kwa sababu wewe umetuambia watu ambao wanaamua serikali ama wanaamua mtu kuwa rais ni wale ambao katika serikali wako na usemi. Kwa hivyo kura ya mwananchi haina usemi. Wako na usemi. Sasa unajua ili wananchi wapige kura kuna vitu zinafanyika. Leo Ken, nikileta barabara iende Shiaka, niweze kuweka bridge iende pale hapo ngapo inaitwa namna gani kule inaba? Isokone. Leo nikija nitengeneze barabara hapo, niweke Isokone, niweke bridge, niweke Isokone, mnapiga kura ama mtapiga? Mtapiga. Alafu so wale watu wako watakuwa wameleta hiyo barabara ni wakina nani? Si ni serikali. So mimi ile kitu nataka nikuambie kwa ufupi, na mimi nasema hivi kwa sababu ya ile experience nimekuwa nayo kwa uongozi kwa muda, kwamba serikali iko na usemi mkubwa kwa vile watu watapiga kura. Serikali iko na usemi mkubwa vile watu watapiga kura. Yes. Serikali ambayo ilikuwa ina support Raila. Serikali ilikuwa ina support Raila. Serikali gani ilipiga support Raila? Sasa unajua Uhuru alisupport Raila mwisho, na hata Uhuru mwenyewe hajasimama mahali akasema nataka Raila awe rais. Wewe niatajie, wewe uko na clips hapa. Nitajie mahali penye Uhuru alisimama kule kwa mlima akasema mpatie. So ikiwa hakuambia watu ya mlima, unataka kuniambia yeye aliambia watu wa serikali wamsupport? Wewe unakumbuka wakati ule nilishikwa pale stadium pale Buhungu. Askari wengine kidogo akaninyanyasa kidogo. Mbona waliniwachilia kama nilikuwa nimefanya makosa? Ni kwa sababu Ruto alikuwa na nguvu kwa serikali. Na ni kwa sababu Ruto alikuwa deputy president kwa miaka 10, na in the process pia wewe una build wale supporters wako kwa serikali ndani. Kwa hivyo Ruto alikuwa na network kwa hii serikali. Kubwa
kubwa, na saa hii mpato sasa ndio iko sasa too much. Bahati mbaya hatuko na Ruto na Raila. Uhuru alisaliti Raila. Siwezi kusema alimsaliti. Huwezi kujua. Unajua siasa, mtu anaweza kuwa anaangalia barabara, anaenda huku east na kumbe kule anataka kuenda ni west. So hatuwezi kusema alimsaliti. Lakini ikiwa alitaka kumsaidia, mimi vile nisaidia Maponi, nilisimama nikaongea hata hiyo clip ile patikana nipatie ya Uhuru. Kwa hivyo hakuna mahali Uhuru alisema kwamba kwa mlima, nasema kwa mlima alienda akawaambia, kwa sababu Uhuru alikuwa anaongea kwa Kikuyu. Si angeenda kwa mahali awaambie kule Sagana kwa Kikuyu ndio waelewe sasa. Umetujibu. Nataka nichukue simu kidogo nipigie kwa 0792 96 44 49. 0762 0792 96 4449. Ongea na mheshimiwa Benjamin Washari. Sasa imeenda haraka sana. Frank kutoka Dubinu nauliza, mheshimiwa Benjamin Washari akipewa nafasi tena utaanza aje kurudisha maendeleo ya Mumias East hasa kwa vijana wasio na kazi, kina mama na sekta elimu ambayo wananchi wengi wanasema ilisimama kwa miaka tangu alipotoka? Mimi nataka nishukuru Frank kwa hilo swali na limenisaidia kukumbuka maneno yenye nataka nizungumze. Yes. Nataka nichukue nafasi hii ni shukuru cabinet secretary wetu Wycliffe Ambeso Oparanya. Hii nafasi amekuwa minister wa cooperatives. Ametuletea hii coffee farming. Hiyo ni project yenye atakumbukwa milele, kama vile wale walianzisha maneno ya miwa, kwa sababu maneno ya coffee itaweza kuleta uchumi ya Western ama area hii yetu iende juu. Watu ya Western tulidanganywa, wakatuletea sisi tupande vitu zenye watu wa huko watakuwa nakula, na wa huko nao hawapande miwa, hawapande mahindi, wanaenda kwa high yielding cash crops. Na sisi wanatuletea vitu zenye wataenda kukula wakipanda hizo. So nimeona hii kitu ya coffee imeletwa Western na mimi nashukuru. Kwa ukipanda coffee kwa nusu eka unaweza kupata 500,000 shillings kwa mwaka. Na hiyo ndio itaweza kujenga uchumi wa eneo hili, na hiyo itupatie nafasi ya watu wetu kuweza kukua, kwa sababu ukienda ukitoka Nairobi uende mpaka kule Nyeri utajihurumia ukiwa kutoka Western, kwa sababu sisi ile kitu nya tuko nayo huku ni tuko maskini. Ukienda huko ndio utaweza kukubali kwamba kuna watu wako na pesa kwa hii dunia. Ukifika pale mahali inaitwa Kenol, nilikuwa hapo juzi, kuna mtu anachinja mbuzi 70, 100 kwa siku, na watu wanakula hizo mbuzi zinaisha. Na ameweka shamba huko, mbuzi iko mingi, akiona demand ikienda juu na vuta zingine na chinja. Hapa Kero mbuzi total kwa hizo hoteli zote zenye kwa hapa Kero, fikiri kama zinaweza kupita mbuzi 20. So unaweza kuona uchumi wetu iko chini, kwa sababu kichinja mbuzi 20 hapa Kero hakuna mtu atakula amaliza. Watu wanataka kula, lakini pesa uwezo ya kununua hiyo mbuzi hakuna. Shida ni uchumi wetu uko chini. Tuko chini, sisi tuko maskini. Na mimi ndio nashukuru pamoja na sijui ni Mungu gani alimunongenezea kuleta hii. Mimi nikiwa kiongozi, kio Mungu atanijalia, nitasupport hiyo project ya coffee, ili hata kama mtu atapanda miwa mahali ama apande mahindi mahali, atenge mahali kidogo ya kuweka kahawa, kwa sababu kahawa inaleta pesa kwa mfuko maradufu. Hao vijana wetu wenye wako na shida na uchumi, na by the way hata mimi nilijaribu kidogo kama maneno ya palm oil nilijaribu na nini, nilijaribu, lakini haikutoa mazao vile tulikuwa nataka, lakini hii ya coffee najua tutafaulu. So tukipata watu wetu wakianza kufanya kazi hapa na pale na uchumi iko, vijana wetu watapata kitu ya kufanya, kwa sababu kazi yote sio ya kufanya kuwa employed. Unaweza kufanya biashara na uwe na pesa kwa mfuko kuliko hata ule mtu umeandikwa kazi. Yes, habari ya jioni.
Yes, kwa Masai. Nimesalamika mjomba. Yes. Mhm. Okay. Sasa hakuna swali umeuliza. Umesema upatie mtu mwenye saizi hatumtaki. Na tena nataka tutembee, sijui nataka tutembee na asante. Haya, habari yako? Hello. Hello. Haya, asante kwa time tu. Kwa time, alafu tumalize. Yes, John. Okay. Majira kabisa unaona kwa tano. Benjamin Katimi, Katimi, yes. Katimi. Okay. Mheshimiwa hajakusikiza vizuri? Okay, yani nimemuelewa. Utangazi. Yani hawatangaziwi, wanashtukia tu watu fulani ndio wamepewa. Hawatangaziwi basari kwamba zitatolewa. Okay. Hawatangaziwi. Kulikuwa na wakati pengine huyu Benjamin Manya sasa ni karibu sana na ofisi ya CDF. Na ile kitu kwanza ningependa niambie huyu Benjamin kwamba kama anasikia kuna kitu, hata wacha Mumias East, hata Kakamega kama kuna basari, enda huko utafutie mtoto. Usingojee kutangaziwa, kwa sababu ukingoja kutangaza unaweza hata gari kupita kwako ya matangazo na uwe umesafiri. So lazima uwe unajitokeza kwenda kutafutia mtoto wako namna ya vile anaweza kusoma. Jambo la pili ile nataka kusema, ndio kutangaza unaweza kutangaza, lakini huko na pesa ngapi? Kwa sababu kama kwa mfano sisi tulikuwa tunapeana 22 million na wakati hiyo pesa haikuwa mingi vile iko saa hizi ya basari. Ilikuwa maximum ilikuwa 25, lakini 3 million tulikuwa tunaweka kwa maneno ya education days na maneno ya kujaribu kuleta seminars za walimu, kwa sababu hawa watoto wanafundishwa pia, wanataka walimu pia nao wapate elimu ya kutosha ili wawafundishe vizuri. So kuna vitu mingi zile zinahusiana na maneno ya elimu yenye tulikuwa tunaangazia, sio kufocus tu kwa maneno ya basari peke yake. Kwa sababu tulikuwa tunataka tuangalie maneno ya education kwa ujumla. Ndio tusiwe tu kwa maneno ya basari, kwa sababu basari unatakana upatie mtoto mwenye anapita mtihani, sio mtoto tu kumpatia kwa sababu anataka akae kwa shule. Unataka akae kwa shule lakini pia naye aweze kupita mtihani yake. Haya, vipi? Salama sana Filipo kutoka Lwasambi. Jesi Philip bona kwa sana odero kamere Philip hata sisi shiri. Yes. Asante Filipo, umeelewa. Wafuasi wako walitawanyika, uliwaacha kwa miaka 5. Utafanya nini kurudisha pamoja? Na tumesema hivyo, unajua hata mheshimiwa mwenye yuko sahi hakuwa na duka yenye wanaweza kuita duka, alikuwa na kiosk, lakini baadaye alikuja akapata duka kubwa ndio akaweza kupita.
mimi sio ati mimi ni mgeni kwa maneno ya uongozi. Watu wote wanajua kwamba uongozi wangu ni uongozi wa aina gani. So hii duka nilikuwa nimefunga kwa miaka 5 nitafungua. Na demokrasia ni ya hiari, sio ya lazima. Na ikiwa mtu anaona hii Washali anaweza kuwa na jambo lenye anaweza kuongeza kwa uongozi bora wa Mumias East, hata anapigia kura. Lakini akiwa ati anafikiria vingine, pia hiyo ndio uhuru wa kidemokrasia. Demokrasia inaitisha mtu kufanya ile jambo anahitaji, anaona kwa roho yake kwamba inaweza kufaa yeye na watu wenye anaishi nao. Kwa hivyo sisi we shall put our case just like tuliweka kesi yetu tukiwa na Maboni, lakini uamuzi wa mwisho utafanywa na watu ya Mumias East. Mheshimiwa, nataka tumalize kidogo na siasa ya Western. Broad-based itafaulu Western Ruto kupata uungwaji mkono. UDA itakusaidia wewe. UDA unasikia, angalia upepo. Wewe mwenyewe unasema unaangalia upepo. Yeah. Upepo vile huko ukija na UDA na Ruto bado utafaulu kweli? Kwa sababu kuna siku moja uliaisema siwezi nikaruhusu kura ya juu iniharibia hapa chini. Mimi kura ya unajua, na mimi nataka pia narudie kwa kusema hivi. Watu hata wa Kakamega hawakupigia Ruto kura. Yaani watu ya Western wale mahali penye Ruto alipata kura za kuamua rais ilikuwa hapa Bungoma. Lakini Kakamega, Vihiga, Busia ilikuwa kura ya Raila. Na lazima tuweze kukubali. Kwa hivyo ikiwa ataamua kwamba Ruto hata mpigia kura, watabaki kwa opposition. Pia hiyo inaeleweka. Watabaki kwa opposition. Lakini mimi nataka nikuambie saa hii Ken, mimi nimekutajia hii tarehe waandike, na mimi hata wale wako nyumbani nataka waandike. Ule atakuwa rais wa Kenya hii 2027 ni William Samoei Ruto. Ndiye atakuwa rais. Yeye ndiye atakuwa rais. So upepo itavuma na watapiga kura vile walipiga 2022 na baadaye Ruto atakuwa rais. Na mimi nataka kusema kwa ufupi kwa sababu mimi najua mbinu ya serikali. Unajua mbinu ya serikali? Najua mbinu ya serikali. Na bado naamini kwa wapiga kura. Naamini kwamba Ruto atakuwa rais. Unajua mbinu ya serikali na bado naamini wananchi ndio watapiga kura. Sasa unajua unaweza kupiga kura na sijui ile kitu inafanyika kwa sababu mimi sikuange kwa polling station. Wacha nikuulize swali wewe Ken, tukimaliza. Kwa hawa opposition wote nani atakuwa agent yao kuanzia Garissa kwenda Mandera? Nani atakuwa agent yao huko Isiolo? Wananchi wako mheshimiwa. Acha tusizungumuze maneno mengi. Unajua maneno sitaki nizungumuze maneno mengi. Mimi nataka watu yetu wasije wakapotelea kwa opposition. Kwa sababu unajua kidogo reaction ya watu yetu inakuwa mtu akipiga mdomo namna hii wanapiga mdomo. Lakini jambo la pili nataka niongezee. Mtu kimchagua kwa miaka 5, mpatie nafasi umwangushe mwisho wa muhula wake. Lakini akipata kura leo miezi 3-4 umeanza kupiga mdomo, hata wewe unamtoa kwa laini ya mpango yake. So mimi nilikuwa niko na ombi, nataka kuomba kwa wasikizaji. Tafadhali tuache viongozi wamalize muhula wao. Hata ndio kwa sababu hata nikiongea maneno ya mjumbe yangu naongea kwa umbali, siongei kwa mgongo. Nataka amalize. Nataka nimpatie nafasi amalize. Amalize muda wake sawa sawa. Na sasa ndio tukimuuliza maswali, tuwe tunamuuliza maswali kwa ile muda tulimpatia kama kiongozi. Time imeisha mheshimiwa, lakini kwa sekunde tu. Zoning unakubali katika broad based kwamba Western ya ODM kama hizo? Zoning ina hujumu demokrasia. Wacha wananchi wachague. Wacha wananchi wachague. As long as, kwa sababu zoning ule atatoa ni rais wetu. Lakini unaweza kupata mtu yuko independent naye anapenda mheshimiwa Ruto, mbona azuiliwe? Unaweza kupata mtu yuko UDA anapenda mheshimiwa Ruto, mbona azuiliwe? Unaweza kupata mtu yuko Fort Kenya amependa mheshimiwa Ruto, mbona umzuilie? So hiyo demokrasia lazima iendelee. Maneno ya zoning hiyo tu watupilie mbali.
Alright, ya mwisho mheshimiwa. Yes sir. Tumalize neno la mwisho kwa wananchi. Najua utarudi tena. Yes, nitarudi. Yes. Nitarudi hivi karibuni kwa sababu hata kuna maneno yangu pia mimi nilikuwa nazungumza sijazungumza. Na mimi nataka tu nishukuru kwa nafasi hii. Utarudi kwa sababu time iko na najua utakuhitaji pia utaongea. Labda ya mwisho kuongea na watu wa Mumias East tunapomalizia. Mimi nataka tu niombe watu ya Mumias East, na mimi najua wengi walikuwa wanataka tuongee na nao. Mimi niko na kila wakati nikipata nafasi nakuja hapa nyumbani nakaa na wananchi. Maneno ati nimehamia Kajiado, hiyo ni maneno tu ya kisiasa. Wachukulie kwa urahisi na warudi tutembee pamoja. Tupatie mheshimiwa PK afanye kazi yake, lakini akishamaliza hapo tutamuuliza maswali. Kama hata kuwa amerekebisha, najua wananchi wa Mumias East watafanya uamuzi. Thank you so much mheshimiwa kwa kuitikia mwito. Tunatarajia kwamba utarudi siku nyingine now that you are available ili ukuje ongee na watu wa Mumias East. Thank you. Asante baada ya muda mrefu zaidi. Asante kwa kuitikia mwito wetu mheshimiwa. Asante sana ndugu yangu Ken. Chairperson TRA, yani Tourism Regulatory Authority, ambaye ni mamlaka ya kudhibiti sekta ya utalii